Let me take this golden opportunity. My name is Kawembe Safi. Here in TikTok, I take this responsible action at this time to condole together with the families who have lost their beloved children's students in Utumishi Girls High School. It's a very sadful situation, especially here in our country, Kenya. It's not very good to see such a developed country like this, a growing country, uh, small, small students, small babies, small children, their lives, their future is being cut off by some of the stupid or idiot citizens who have no option of making this country to grow. I don't know which punishment these people who have done this they'll be given by God. I don't know what meant such thing to happen in Utumishi Girls High School. It's very sad if a very grown up person can wake up early in the morning and goes to a school like Utumishi Girls High School, can walk around in those old schools. Those have also end the same tragedy, fire tragedy, just with a petrol, even if it's not a petrol, either kerosene and either light, a fire to burn innocent students. I will not say this person who goes to school to do these things is an enemy of this student, but why don't you go and do such thing to these children? They are just innocent children. In fact, it is not good. It's not good. Mm. A parent waits his children, his girl, his son to finish his studies and see his his child being successful in in his or her life, and an idiot just comes with the petrol and tries to burn a school dormitory where innocent students are sleeping. Is very 16 girls have died there in Utumishi. We end over 60 students in Changuli and Russia and other many schools here in Kenya. Like every year, there must be such fire tragedy. If it doesn't face any kills, there must happen destruction of property there in school. In fact, I don't know. I don't know this person who goes and burns a school dormitory where students are sleeping. If one day can have a child and just be burnt the same as those children, si vizuri kamwe. Ambao wamefanya hivyo si vizuri kamwe. Kuangamiza maisha ya wanafunzi ambao hawana shida yoyote ni uchungu kuchomeka kwa moto. Siku moja tumbukiza kidole chako kwa moto, alafu
Jipe muda ukae tu hapo kwa moto, hicho kidole ukitulize hapo kwa moto, just for 10 seconds. Hata uwezi, you cannot. Na imagine mtoto wa miaka ama mtoto anaweza chomekea kwa domu. Mtoto anaweza chomeka hadi unapata mifupa huwezi ona, unapata amekata roho. Mungu haiweke roho ya watoto mahali pema peponi, na si vizuri ambao walitelekeza hicho kitendo. Tuone serikali ikijaribu kuchukua mkondo, iwachukulie sheria ifuatwe, na utaona tu, you will see a idiot lawyer. Utaona wakili mjinga mpumbavu ataenda tu kusimamia jambazi ambaye amechoma shule. Lawyer anaenda jambazi, anaenda kusimamia jambazi. Unaenda kusimamia jambazi. Mwanafunzi, umefikiriaje ukachoma shule? Jameni, wazazi wanapitia mangumu alafu unachoma shule. Ni sawa tu. Mungu awabariki, Mungu awatende mema, na wanafunzi tutaonana tu, Mungu akipenda, majaliwa, na familia za hao wanafunzi ziweze kuwa na uvumilivu. Tuseme haya ni mapito ya maisha, lakini binadamu hawezi tarajia mambo kama hayo. Nimeongea sana, lakini inaweza kuwa sijafanya ama sijaongea kitu ya kuwasaidia, but utakuja kujua baadaye nimeongea kitu. Asanteni sana, Mungu wabariki, Mungu awatende mema. Kwa majina naitwa Joseph Kawembe, mwenyeji wa hapa Kenya, Machakos, Masinga Sub County, ako ndo nyumbani. Asanteni sana na Mungu awabariki.